Wallan, pull up DJ Selector Rewind. Dunia ipoje poje. Jamani, dunia ipoje poje. Nasikia wabajuni wankasirika, wamfika paka Facebook wabajuni. Ati wanianika, ati you need to apologize publicly. You ajiita Wangeshi. Sijui nini. Point number 1. Okay, point number 1. I never say anything where I end up apologizing. If I said it, I meant it. Point number 2, why did you get the whole thing out of context? Jana kulikuwa na group ya wabajuni ambao walikuwa wamepanga kwenda kumtetea mbakaji. Kijana aliyemfungulia mtoto wa miaka 12 uume wake, akamwambia nyonya, akamshika koo kumlazimisha mnyonyo uume wake. That was the context. Point number 3, I will say this again. Yes, wabajuni mnapenda sana kushabikia ubakaji wa watoto wa kiume na wa kike. Last year kulikuwa na anti-LGBTQ in Lamu where watoto 70 na, yes, I said it, 70 plus boys in a madrasa wa sodomized, walikuwa wameharibiwa. Alomharibu hawajulikani. There is a ring of people wenye kuharibu watu. Kuna mama aliongea kwenye hiyo mkutano wa anti-LGBTQ na hamaki sana mpaka kuwauliza mashehe, what are you doing about it? I will ask you this again today. What are you doing about it? Mko hapa kusema wabajuni sultani. Sultani wa wapi? Sultani walikuja na wakaenda na wakafa kitambo. Sultani mwingine amewekwa pale Lamu Museum. Alright, kaeni chini kwa kutulia. Secondly, fourthly, tuko point number 4, right? Point yangu ya 4. Wenye kusema, amejiita Wangeshi kwa kuwa amekwenda amekwenda Nairobi. Nyi wabajuni wengine kaeni mutulie. Sawa? Alright, if you don't know me, shut your fucking mouth. Fungeni midomo yenu. Kwa sababu mimi, my mom is half Indian, half Kikuyu. And guess who my dad is? Yeah. Hebu guess. Babangu wa kutoka Pate, mtaa wa Kichokwe. Utaniambia nini? Wabajuni tuwajua vizuri. Mimi mwenyewe kama mbajuni. Mimi ni mbajuni, ndio maana nasema hivi. Alright, mimi kama mbajuni nasema hamuna adabu, hamuna heshima, mwapenda kushabikia watoto wakidhulumika, watoto wakinajisiwa, watoto wakivundwa ungo, wakigeuzwa mashoga, mkiwaona wapita. Mababa watu wazima, umona mtoto wa kiume ashaharibikiwa maisha yake, wambakia mwenyewe. Mabasha ngani? Point yangu ya 5. Nyinyi wenye kila saa mashoga hivi mashoga vile, mashoga hivi mashoga vile. Mashoga wangekuwa mashoga bila mabasha, wenye kuwafira mashoga nkina nani? Hawa wenye kuwafira mashoga pia tutataka kuwajua. Sasa kama nyinyi anti-LGBTQ mmeshindwa, sisi tutawatukua mashoga, tutakaa nao chini, watuandikie listi ya kila walolala naye, kisha tutawaita hadharani tuone kama kutabakia mtu hii dunia, ama tarumbeta itapigwa tuende huko juu mbele za haki. Tutaangalia kama vitawezekana, kwa sababu nyinyi ndo watu wenye kuharibu watoto. Nyinyi wenye kushabikia, Mwenyezi Mungu yuwafedhehesha sasa hivi. Tushawajua nyinyi ndo wenye kuharibu watoto. Usitoe maneno out of context, ujui maneno yalianzia wapi. Kwa nini wabajuni mshikane muenda tetea mbakaji? Nyinyi si ndo mliowatetea yule alombaka mtoto msikitini? Mkamtolea paka bondi ya 500,000. Tunayajua, mafaili yapo hapa. Mili tunajua inapozikwa sisi. Kwa hivyo kaeni kwa kutulia. I will not apologize for shit. I said what I said. Wabajuni nyinyi ni majinuni. Ukimuona nyoka, kama una simpo na kuna nyoka na kuna mbajuni, mwanzo muandike mbajuni na watolea zenu za ndani. Mbona mwautoa msemo wa mbajuni sultani tu? Mbona msemo wa muandike nao mbajuni simpo kabla hujamuua nyoka muwe mbajuni mwanzo? Mbona hamuusemi mtandaoni mwajiandika mbajuni sultani? Na mbona ya nyoka hamusemi? Tuko hapa, niko na nyinyi, si apologize lolote. Na tena leo stay tuned, leo nina mengine mengi ya kuambia wabajuni.